Karibuni sana wapenzi wasikilizaji, watazamaji katika chaneli yangu. Nadhani katika vipindi vilivyopita tulijifunza mambo mengi, mambo ya mahusiano. Samahanini sana, lakini ni siku nyingi zimepita kidogo, lakini kulikuwa na changamoto ambayo imepita ya kuandaa material. Sasa leo tunaenda kujifunza ni jinsi gani ya kudhibiti wivu. Hiyo tulishaimaliza. Hiyo ya jinsi gani ya kudhibiti wivu tulishaimaliza. Sasa tuende kuangalia kitu ambacho kinafuata ni nini. Leo tutajifunza ni jinsi gani ya kulinda ndoa bila migogoro. Kwanza kabisa inabidi tutambue kwamba tunailindaje ndoa bila migogoro. Kwanza kabisa, kulinda ndoa bila migogoro si kwamba migogoro haitatokea kabisa, ni kwamba mnajua kusalimiana kwa heshima kabla hamja haribu uhusiano. Mnajua kusalimiana kwa heshima kabla hamjaharibu uhusiano. Hizi ni njia muhimu zitakazosaidia kujenga ndoa. Tuangalie sasa njia gani ambayo inaweza kusababisha kwamba tuweze kujenga ndoa, at least isiwe na migogoro sana. Tunakuja kwamba cha kwanza, mawasiliano ya wazi na heshima. Mawasiliano ya wazi na heshima. Sasa hii mawasiliano na heshima ni nini sasa? Ongea kila mara, wakati si tu wakati wa shida. Sijui labda nitamkeje hii. Manake ongea kila mara, si tu wakati wa shida. Umenielewa hapo? Umeshaelewa mpaka hapo? Eleza hisia zako bila lawama na sikiliza mawazo ya mwenzi wako bila kumkatiza. Maneno laini kupunguza moto wa ugomvi. Umeshasikia? Ongea kila mara, si tu wakati wa shida. Eleza hisia zako bila lawama na sikiliza mwenzi wako bila kumkatiza. Maneno laini kupunguza moto wa ugomvi. Tumeelewana mpaka hapo? Namba 2, kujenga uaminifu. Uaminifu ni njia Uaminifu ndiyo msingi wa ndoa. Epuka siri zisizo na maana. Kuwa mkweli na timiza ahadi zako hata ndogo. Umenielewa? Ngoja tuijaribu tena hapa. Uaminifu ndiyo msingi wa ndoa. Epuka siri zisizo na maana. Kuwa mkweli na timiza ahadi zako hata kidogo. Tumeelewana mpaka hapo? Namba 3, kuheshimiana. Hii huwaga inawakumba wengi habari ya kuheshimiana. Nisiwafiche wapenzi wasikilizaji na watazamaji, hili inawakumba wengi habari ya kuheshimiana. Hata mkiwa hata kama mkiwa amani hamna, lakini heshima ibaki pale pale. Usitumie matusi au kudharau. Hayo huacha majeraha ya muda mrefu. Umesikia? Hayo huacha majeraha ya muda mrefu. Namba 4, kusamehe na kuachilia. Hii ya kusamehe na kuachilia maana hawisi, manake usamehe, uache kabisa yale ambayo ungekusudia kuyatenda. Uachilie moyo wako
kwamba umesamehe kabisa, yani uyasamehe. Ambapo hapa tunakuja hakuna aliye mkamilifu. Jifunze kusamehe, kusamehe haraka badala ya kubeba makosa ya zamani. Kukaa na chuki hujenga mlipuko wa baadaye. Labda tuirudie tusikie. Hakuna mkamilifu. Hakuna aliye mkamilifu. Jifunze kusamehe haraka kabla ya kubeba kabla ya kubeba makosa ya zamani. Kukaa na chuki hujenga mlipuko wa baadaye. Kujenga na chuki hubeba mlipuko wa baadaye. Namba 5. Tusikilize namba 5. Kutenga muda wa pamoja. Imezoeleka ya kwamba sisi wanaume tukishaoa basi upendo wote umeisha. Yaani upendo unakuta unapungua kwa mwenzi wako au mpenzi wako, kwa sababu ulimuona mpenda, unaona kama vile amechuja. Lakini isikufanye kwamba yani usiweke muda ambao mnaweza mkaongelea pamoja. Hapana. Ukishasikia kwamba ni kutenga muda wa pamoja, manake ni muda ambao mnaweza mkaongelea sehemu moja na kusikilizana. Kama kulikuwa na hitilafu yote ile, mnasikilizana kila mmoja labda alikuwa na shida gani au na tatizo gani. Sasa ngoja tuangalie. Fanyeni vitu pamoja kutoka yani mfanye vitu kwa pamoja kama vile yani kutoka yani mnakuwa kama vile mnatoka pamoja, kucheka au hata kuzungumza tu. Hii unasikia, hii huimarisha na kupunguza nafasi ya migogoro. Tunairudia tuisikie. Sawa? Tunairudia tuisikie. Tufanye vitu pamoja kama vile kutoka, kucheka au hata kuzungumza tu. Hii huimarisha ukaribu. Sawa? Huimarisha ukaribu na kupunguza nafasi ya migogoro. Namba 6. Kuweka mipaka na watu wa nje. Hii kweli kabisa. Usipoweka mipaka na watu wa nje, manake unazua mambo mengi. Hususani kwa wanawake, unakuta yani hapendi kukusikiliza, ila yuko radhi kusikiliza maneno ya watu. Hatimaye ugomvi unatokea ndani ya ndoa. Pia vile kwa wanaume, mnapokaa vijiweni, unakutana na mwingine labda anahitaji yule mpenzi wako, mke wako anadiriki labda kutengeneza sitofahamu, ili mradi mgombane, mlete chuki, yeye apate nafasi yake. Sasa hii ngoja tuisikilize. Linda ndoa yenu dhidi ya kuingiliwa na marafiki au ndugu. Sio kila jambo la ndoa linapaswa kujulikana nje. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Hebu tusikie. Sio kila jambo la ndoa linapaswa kutoka nje. Tunaelewana mpaka hapo? Manake pia kuna wengine unakuta bado hawajaelewa kitu. Yani mtu unakuta mambo kidogo tu ameshapeleka kwa wazazi wake, kwa ndugu zake. Hasa huwezi ukajua kwamba ndugu zako hao wanalichukuliaje. Umeshaona wanalichukuliaje. Ndio maana nakwambia kwamba ulinde ndoa yako, tena uwe na mipaka. Tunaenda sehemu ya 7. Kushughulikia matatizo
mapema, yani mshughulikie matatizo mapema. Unapoona kuna tatizo lolote lile linaanza kutokea, basi mlianze kulitatua taratibu mapema kabla halijaanza kuzua mengine. Sasa tuangalie yani, ndio maana nakwambia kwamba uliangalie mapema. Ndio maana nakwambia kwamba usingoje hadi tatizo liwe kubwa. Unasikia? Usingoje tatizo liwe kubwa, yani usingoje tatizo hadi liwe kubwa. Hapana, jadili mambo madogo madogo mapema kabla hayajajenga sorry for that. Tunarudia, linda ndoa yenu dhidi ya kuingiliwa na marafiki au ndugu. Kushughulikia matatizo mapema. Usingoje hadi tatizo liwe kubwa. Jadili mambo madogo madogo kabla hayajageuka migogoro mikubwa. Jadili mambo madogo madogo mapema kabla hayajageuka kuwa migogoro mikubwa. Naenda sehemu namba 8 ambayo inasema kwamba kusaidiana na kuthaminiana. Je, hii unalichukuliaje wewe msikilizaji na mtazamaji? Make hii wage na wakumba wengi. Kusaidiana na kuthaminiana. Je, wewe unamsaidia mpenzi wako? Au wewe mwanamke, mume anapokosa unamsaidia kweli kwa lipi? Unamthamini, unamjali au unamsaidia? Sijui, wewe ndio utakayejua. Manake ndoa ni kitu kigumu sana, lakini hapa tunajifunza ni jinsi gani ya kulinda ndoa. Kulinda ndoa, unasikia? Hii yote imesimama kwenye mambo ya mahusiano. Kwenye mambo ya mahusiano. Onyesha shukrani kwa mambo madogo anayofanya mwenzi wako. Onyesha shukrani kwa mambo madogo anayoonyesha mwenzi wako. Hii hujenga mazingira ya upendo na kupunguza lawama. Sijui unanielewa? Hii hujenga mazingira ya upendo na kupunguza lawama. Wapenzi watazamaji wa channel yangu hii ya MP, yani channel ambayo inajenga hasa mambo ya mahusiano, inalinda mahusiano, inakufundisha ni jinsi gani kwamba unaweza ukatengeneza mahusiano yaliyo mazuri kwenye uchumba mpaka ndoa. Kwa maana yake leo ngoja tuishie hapa. Nadhani katika kipindi kijacho tutajifunza ni jinsi gani ya kufanyeje misingi ya kuzuia ugomvi wakati tayari umeanza. Katika kipindi kijacho tutajifunza hivyo. Mimi niwatakie siku iliyo njema na kazi njema, na Mungu awabariki. Ila msisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe katika mitandao yangu ya kijamii. Manako utanipata kwa jina la MJ Ru Moshi Jumbe. Hilo linatumika kwenye upande wa Facebook. MJ Ru linapatikana katika upande wa TikTok. MJ Ru utaenda Instagram utalipata. YouTube utaandika MJ Ru Man. Utalipata kwa jina la Jumbe Ruchaga TV. Jumbe Ruchaga TV. Jumbe Ruchaga TV. Asanteni kwa kusikiliza somo letu.